Hatimaye klabu ya Simba bwana imetoa taarifa rasmi kwamba mchezo wa leo dhidi ya watani wao da Young Africa upo kama ulivyokuwa umepangwa kikanuni. Ndio. Japokuwa sasa huko nyuma kulikuwa na sitofahamu kwa sababu hata siku ya jana tumeweza kushuhudia kwenye place ya pre-match hawakuweza kutokea. Ndio. Ni kama Simba wanaogopa Yanga. Kuogopa hapana. Simba unajua kuelekea kwenye hii mechi. Kuna mambo mengi sana ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Sawa kabisa. Na hata hapa leo muda mfupi zilitoka taarifa za chini za Kachero. Kwamba hata baadhi ya wachezaji waliuliza posho zao za kutokea kwenye kombe la shirikisho, kwani walikuwa wakiwaibiwa wanakuwa hawapewi. Sawa. Inasemekana leo asubuhi waliuliza. Na kwanza waliuliza, unajua Simba hawajaibiwa chochote, upande wa pili wameibiwa. Kama motisha. Simba walipouliza wakaambiwa motisha hakuna. Leo motisha hakuna. Inabidi wakumbushie madeni yao. Unaona? Sasa kwa kukumbushia kwa kama unavyojua kwa upande wa Simba kule kabaki Mangungu peke yake. Unajua Mangungu kabaki yeye kama yeye. Kwa nini? Ukiangalia hata Mheshimiwa Moyo kitakaa pembeni ana muda na alishajiweka pembeni kwa muda kidogo kwa kukutana na timu. Unajua toka Simba watolewe Dar es Salaam kwenye finali kupelekwa Zanzibar, Moyo akulizika na ile na ile hali. Kwani alikuwa yeye kama mwekezaji mkuu wa klabu alikuwa ametoa ushirikiano kwa kupambania ile mechi iweze kupigwa Dar es Salaam kwenye dimba la Benjamin Mkapa? Yeye anapelekewa taarifa. Kama hakupelekewa taarifa kwamba mechi itahamishwa, hawezi kupambania kwa sababu ile taarifa kwanza hata Simba wenyewe unajua wa kuiposti. Wanakuja kuiposti Belkane. Kwa hiyo hata Simba inaonekana taarifa alivyopewa, viongozi wa Simba wakawa wameificha. Sasa walipokuja kuitoa ile taarifa Belkane ndio kila mtu akashtuka. Sasa pale na moja yeye nafikiri wa kwanza alipata kwenye mitandao. Kama walimficha. Ila kwa upande huku ukirudi kwa upande wa dabi kuna mambo mengi na hata ukisikia baadhi ya wale watu ambao wana watu mle ndani ya Simba bado viongozi walikuwa hawajakaa sawa. Kuna ambao walikuwa wanakataa wasicheze, wengine walikuwa wanasema wacheze, lakini ilikuwa inawalazimisha kwa sababu sawa ilikuwa imeshaingiliwa na mkubwa. Tayari lazima wapeleke timu na ameshawaita. Unajua mkubwa akikuita mkaongea naye kwa kuonana, lazima utamuonea aibu. Sawa kabisa. Kwa hiyo na maana rais alipoingilia swala ni kama sasa alimaliza mgogoro. Japokuwa kuna makando yale hawezi kuisha. Alimaliza, watu walikubali pasipo kukubali. Simba walikubali pasipo kukubali. Kwa hiyo kama walitoka kwenye kile chumba cha majadiliano rais kama bado wana vinyongo. Kama kwa moyoni ulikuwa upasua kwenye moyo, hakuna aliyekubali. Lakini kwa macho ya kawaida walikubali. Sasa ndio maana walikaa kimya. Kwa hiyo ina maana hata siku ya jana kwa sababu hebu imagine Karim Boimanda aliweza kuwapigia viongozi wa klabu ya Simba akiwemo Ahmed Ally. Kikawaida wa viongozi wa Simba ni kama ni wanajuana karibu na wadau wengi na ni wafanya biashara. Sasa kitendo cha mtu kama Ahmed Ally kuweza kuzima simu kutokuwekwa hewani ni ishara wazi kwamba walikuwa wamezamiria kutokuibuka. Wao walikuwa wamekidhamiria, ndio hicho ambacho wamekitekeleza, kwamba wao walikuwa wamedhamiria kuweka attention kwa washabiki mpaka hatua za mwisho. Ndio walichokuwa wamekidhamiria mpaka hatua za mwisho, kama walivyofanya kwamba baada ya masaa kadhaa ndio tutaposti kwamba tunaenda uwanjani. Ndio walichokuwa wamekidhamiria wao, sio kwamba walikuwa wamedhamiria kwamba hawatakuja. Ndio walichokuwa wamedhamiria ni kuweka tu attention kwa mchezo wenyewe, usiwe una promotion kubwa. Kama vile kuna maandalizi iwe ya upande mmoja. Unaiona hata post yao walaiposti na yenyewe bado wameiposti kiloko sana, haina quality. Kwa sababu wameposti wachezaji, uwezi ukasema ukaposti wachezaji wa timu moja alafu mchezaji mpinzani usiweke. Kawaida kabisa iko wazi. Ndio maana hata nilikuwa najaribu kushare mawazo mawili matatu kuhusiana na hii issue ya Simba siku ya leo posti ni kama walizamiria kupunguza au kuua mapato ya Young Africa kwa sababu Yanga ndio mwenyeji wa mchezo huu. Na tunapozungumzia Kariakoo Derby tunazungumzia mashabiki wa vilabu hivi viwili
Tanzania nzima na nje ya Tanzania. Ndio. Kwa scenario hii ambayo Simba waliitengeneza ni kwamba sasa mchezo huu unakwenda kukosa kabisa mashabiki kutoka nje ya Dar es Salaam. Walichokuwa wamekidhamiria, kuna upande wa mapato, kwa sababu hata mara ya kwanza Yanga walijitokeza na wakasema, msemaji wa Yanga alisema issue ya mapato kwa timu ya Yanga sasa hivi sio issue kubwa sana. Nafikiri ni kuwapoteza wale watu ambao wanaotoka mbali. Unajua hii dabi kuna watu wanatoka Ghana, watu wanatoka Nigeria. Simba wameposti masaa mawili, muda huu uweze kutoka Nigeria, uweze kutoka Ghana, uweze kutoka Kenya. Kabisa. Kwa hiyo hii dabi sasa hivi haitasambaa sana, na ukiangalia hii dabi ilikuwa na mvuto kwa sababu kombe liko uwanjani. Ndio. Kama Simba wangetoa ushirikiano toka jana, kwa hiyo watu wengi wangekuja, ndio kwa sababu kila mtu anataka kushuhudia kile kitu ambacho hakijawahi kutokea na kinaenda kisitokee. Kila mtu huwa anataka kuwa ndani ya hiyo historia. Kwamba ni mchezo wa ligi, lakini ni mchezo wa ligi wenye finali. Unajua mchezo wa ligi wenye finali ni michezo michache sana kukutanishwa hivyo. Ni mchezo wa ligi wenye finali. Mimi nafikiri toka mimi nimeanza kufuatilia mpira na kujua, hujawahi kukutana hicho kitu kwa ligi yetu ya Tanzania. Kwa dunia nzima. Kwa dunia nzima. Nafikiri hata ile ilitokea Uingereza hawakukutana, ilikuwa ni Manchester na Manchester City, lakini walikuwa wanacheza na timu mbili tofauti. Sawa kabisa. Kwa ni finali, lakini timu hazikukutana, ila kombe likawa linatembezwa angani. Hao wakipata goli wana kombe linarudishwa huko. Hao wakichomoa goli kombe linarudishwa huko. Lakini hii ni mechi moja, kombe uwanjani na ni mechi moja tu. Yaani ni finali kwenye ligi. Kwa hiyo ingepromotiwa kama inavyotakiwa. Nafikiri ingejaza watu wengi, sio kujaza tu uwanjani, yani watu wengi sana wangekuja Tanzania, japo wengi wasingepata tiketi. Lakini ukitoka Burundi kuja, hata kama haujaingia, ukitoka kule Burundi ukifika tu Tanzania unakuwa ni mmoja kati ya walioshiriki mchezo. Ndio, na mimi nimejaribu kuongea muda mchache uliopita na jamaa yangu yuko Morogoro, baada ya Simba tu kuposta, ananiambia ndugu yangu, hapa nilipo sijara chakula cha mchana, lakini acha nipande treni niwahi. Ni jinsi gani mashabiki wengi walikuwa wanaisubiria hii finali. Na kwa washabiki wa upande wa Morogoro mpaka kwenda Dodoma, kwenda Dar es Salaam, kwenda Dar es Salaam, yaani walioko Morogoro, Dodoma, kuingia Dar es Salaam kwa sasa hivi kuna treni ya mwendo kasi. Kwa hiyo wanaweza kuiwahi mechi. Kwa hiyo wanaiwahi kabisa, tena wanakuta hata homa hapo watu hawajaanza. Na kutaka kujua kwamba Simba walikuwa hii mechi wameipania ghafla. Uwanjani wameingia saa 8 wakati sio cha kawaida. Tayari wako uwanjani mpaka muda huu. Yaani tayari wako uwanjani. Hata yaani ule muda wa kupangiwa kwamba timu fulani muingie muda huu, wao wameuwahi zaidi kikanuni. Yaani umeitangulia kanuni kuna muda wa kuingia uwanjani. Kwa hiyo ina maana kuletana, kwani napenda nijue hili kwamba klabu ya Simba mpaka sasa ilikuwa bado iko kambini au Simba walikuwa kambini, kwa sababu hata mazoezi ya mwisho wamefanya kwenye uwanja wao wa Bunju. Sawa. Mazoezi ya mwisho wamefanya kwenye uwanja wa Bunju na walikuwa wapo kambini. Kwa ndio maana hata haijachukua muda mrefu sana kuamua maamuzi tu, moja kwa moja twende uwanjani tukamalize mechi. Hawajachukua maamuzi ya muda mwingi kwamba wavutane, mambo mengine yatabaki kwa wachezaji. Sasa kama hivi tunazisikia kwamba wanadai posho, sasa hizi ni yani, lakini sasa ilivyotoka hii taarifa, kwa sababu hii taarifa haijatoka rasmi, lakini tunajua tena kuna watu wana watu wao ndani ya klabu kwa ajili ya kujibu hizi habari. Sawa. Sasa tutaona ikitokea vile watu mtu akafungwa 5, inaweza kuwa ni sababu mojawapo. Sababu mojawapo itakuwa ni hiyo, na katika hii dabi mimi nafikiri mtu ambaye halali anawaza ni Mangungu, sababu kama timu kasusiwa yeye na kama wachezaji wanaomba posho, hana cha kuwapa. Kiuhalisia yeye hana cha kuwapa. Yeye ni kaimu tu mwelezaji. Na hata kwa uwezo wake tofauti na alivyo Mo akitekeleza, akiahidi, na hata wachezaji wanajua akiahidi Mo akiahidi hata milioni 500, unajua uhakika wa kuipata ipo. Kwa upande wa Simba nafikiri wako kimya kwa mambo mengi, lakini yote kwa yote tu, mimi kwa upande wangu na fikra zangu zinavyonituma kulingana na hiki ambacho kinachoendelea ulichonijuza ndani ya klabu ya Simba, hasa mambo ya maslahi kuanzia kombe la shirikisho mpaka motisha mchezo huu wa leo. Mimi naamini wachezaji wa Simba wanaweza kufanya kila jitihada kuhakikisha wanaondoka na alama zote 3.
sawa, wanaweza inategemea wao wamepokeaje hizi taarifa. Unajua mchezaji ni mfanyakazi. Ndio. Mchezaji ni mfanyakazi, yeye hata kama mechi akipoteza mshahara wake ule ambao uko ndani ya mkataba wenyewe ataupata.